Milambo. Naam. Nimekuita hapa, kuna jambo nataka nikwambie. Niambie tu, hamna shida. Niambie tu. Unajua katika muda mrefu tulikuwa kwenye mahusiano. Leo nimekuita hapa ili nikwambie mahusiano yetu, yani kuanzia leo yameisha. Kwa sababu nilikupa nafasi na ukashindwa kuitumia. Nimeutesa moyo wangu kwa muda mrefu sana. Kwa leo nimeona bora tu tuachane tena kiheri kabisa. Ashura, nimesikia vibaya au ndo hivyo ongea? Hii nimeamua mwenyewe. Na kama kuna kitu unadai, niambie nikurejeshe. Hiyo kipo nachokudai. Kwani ukijui? Kipi? Kama ulivyozungumza kwamba tumeanza nawe muda mrefu, tumeishi kwenye mahusiano muda mrefu. Sasa haya, niambie unaniacha. Haya mapenzi hapa wapi? Mimi nakudai. Mapenzi yangu nilikupa, lakini ukaona haitoshi. Ukaona uende kwa mke wa mchungaji. Kwa hiyo nimeamua niwaache ili muwe huru. Okay, sawa. Pengine labda wewe una short temper leo. Hebu naomba katafakari pengine basi. Kwa heri. Ashura. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali. Nimeitika wito wako. Ni kweli shoga yangu, ila kuna vitu nilikuwa nataka nikwambie kutokana na yule kakaako yule. Kuna mambo yake anayoyafanya sijaelewa kabisa, na nilishamuonaga, nishamwambia kabisa kwamba kuna mdada unatembea naye, yule hana tabia nzuri hata kidogo, kwa kuwa ni malaya. Yeye hajawahi kuwa na bwana mmoja. Kwa ndo hivyo nilikuwa nakwambia na wewe kama ina uwezekano umpate, umwambie achane na ule binti. Hata mimi naweza nikaweza kumsaidia chochote anachotaka. Au Umemaliza? Sasa kwa taarifa yako, yule ni kakaangu. Sawa. Na yule Suzi nimempeleka mimi. Ana kazi yake pale. Kwa hiyo huo umbea wako uache. Tena uishie hapo hapo kuniletea taarifa za kipumbavu. Kumbe ndo wote ndo wale yale kwa mbuzi na kwa ng'ombe. Baby Shem. Mnafiki mkubwa wewe. Unaniita mimi shemeji? Shemeji kwa nani? Alafu unajipa cheo cha ukatibu kanisani. Una ukatibu gani? Si mnatukanisha makanisa nyie? Yule alikaa pale kwa mchongo tu. Ile ilikuwa mipango yangu mimi. Master plan. Ni ana madhumuni tumlie pesa tu yule. Wewe ukaona pale kaolewa, si ndio? Yule popote napokwenda bado ni mke wangu. Siku nyingine usikanishobokea mtaani kama hivi. Kukata kichwa. Sogea huko. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri. Oh, kila samani, karibu. Shikamoo. Marhaba. Vipi, mchungaji nimempata? Hapana, ameondoka. Ameondoka saa ngapi? Muda si mrefu. Na atarudi saa ngapi? Sijajua kwa kweli. Sawa, kwa sababu nimempigia simu sijampata, na pia nimetoka nyumbani nimemwangalia sijampata, nikafikiria nitakuja mpata hapa. Okay, sawa. Asante. Haya, karibu tena. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu,
kufia hapa ni mipango ya ratiba na ya maendeleo ya ujenzi pale kanisani. Maana nimekuita hapa kwa sababu wewe ndio mratibu wa hivi vitu vyote. Haijalishi mimi ni msimamizi wa kanisa, lakini kazi zote zipo kwa sababu tangalia kwa madirisha yetu kweli pale kuta hauna ripu, lakini mle ndani pia hatuna floor. Kuna mshirika wetu mmoja yuko nje ya nchi, kwa hiyo ametoa ahadi kwamba atatutumia mchango kwa ujenzi. Kwa hiyo nimempa namba yako, atakupigia na pesa na imani atatuma kwenye akaunti ya benki kanisa. Kwa hiyo nimekuita hapa uweze kuingiza hivi vitu kwenye ratiba zako na kwenye mifumo yako ili tuone tunakamilisha vipi hili jambo. Mimi nimekuelewa. Kwa kuwa jambo hili ni jambo mtambuka, niseme ni jambo la maendeleo. Na maendeleo sio ya waumini tu au sio ya viongozi tu, ni ya watu wote pale kanisani. Mimi sina budi kulikubali. Na unatambua utendaji wangu wa kazi kwamba ni mchapakazi mzuri. Nitalifanyia kazi. Nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Hili jambo ninaomba uwe nalo makini sana, na unapokuwa nalo makini na imani unaweza ukaipiga vita juu ya hili jambo na likakaa vizuri. Bwana Milambo, ili Mungu akuinue kwenda viwango vikubwa na hatua nyingine ziwe nzuri, ni wakati wa Mungu sasa wewe kuoa. Swala kuoa. Yes. Ni swala jema. Swala zuri. Lakini inahitaji maandalizi ya kutosha. Ndani maandalizi sio kwamba labda kununua kitanda au kujenga nyumba. Maandalizi ya moyo. Na hususan kwa muoaji. Ndio. Siji katokea nimeoa kesho na kesho kutwa siko naye tu. Mimi nadhani hiyo swala niko nalo tangu muda. Isipokuwa tu wakati nilikuwa bado kama ulivyosema. Tunatambua wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Hilo umelifikisha wakati sahihi kwa sababu hata mwenyewe ni kwa hiyo hiyo. Kwa hiyo wala lina shida. Mimi nitatafuta jiko. Yes. Mpango ifanye. Yaani furaha yangu ni kuona unakuwa sasa kwenye viwango vikubwa zaidi. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri. Naam. Katika dini yetu ya Kikristo kuna fungu ambalo linaandika hapana. Manake hapana sio kwamba ni hapana imefungwa kwamba imebana. Ni hapana maana yake utaolewa au utaoa, maana tayari wewe ulishaolewa. Maana yake ninachokimaanisha ni kwamba inaweza ikawa hapana au ndio, kwa sababu maandiko yanavyosema kwamba mume na mke kuunganishwa watakuwa mwili mmoja. Maana yake ni pale ambapo hadi kifo kitakapowatenga. Maana yake ni pale ambapo mwanamke au mwanaume atakapokuwa amefariki mmoja wao. Hapo ndipo mmoja anaweza kaoa aidha kuolewa. Na kuolewa kwenyewe ni pale ambapo hasa sana mwanamke akiwa hajavuka umri au miaka ya kuitwa mjane. Hapo ndipo atakapokuwa ameolewa. Maana yake itakuwa ni ndoa. Lakini kama mume wako yuko hai, yuko kwa imani yetu ya Kristo, hiyo haipo. Ndio, naweza nielewa, maana mimi si mume wake na mimi nimemuoa.
Wazazi wanajua. Sawa. Nitalifanyia kazi ili kuweza kuliweka sawa. Sio sawa. Kwa nini kasoro gani? Sababu mimi sielewi. Ndio. Mchungaji alisimama mbele ya madhabahu akihubiri neno la Mungu, lakini moyo wake mbali.